Kao, watu wote pale wameleta mazao, lakini baba yako hajaleta mazao. Sijui ananifikiriaje. Hivyo mzee ujiheshimu. Ujifikiri. Hivi ni simkeo. Na yule ni mkwe wako. Haya mazao ni? Mazao ya nini? Swala kukua wewe na swala la mazao ni vitu viwili tofauti. Nikisema tofauti maana yake namaanisha tofauti ni tofali, uti wa mgongo. Hivyo vitu haviendani. Kwa hiyo ninachosema huu ni msimu wa mwisho. Mwakani nahitaji alete mazao. Asipoleta mazao, nadhani nitamjumuisha. Nitamwambia pita huko. Sihitaji mambo mengine. Yangu ambaye mzee. Chagua hicho. Mmoja. Kati yangu mimi au wale mazao unayotaka sawa? Kama unataka mazao niache. Nini? Nasema hivi, mazao yataletwa hapa. Mazao hapa yataletwa. Yasipoletwa kama nilivyosema atapita huko. Wewe mzee, una haya. Una aibu. Yule si mkwe wewe. Mazao hayaletwi. Tulia bwana. Chukua mali yetu kinguvu, mazao yetu yawe yako kinguvu, watoto wetu kinguvu, nachukua mali zetu kinguvu, mazao yetu yawe yako kinguvu, uwe watoto wetu kinguvu, mzee tupo tupo, mzee tupo tupo, mzee tupo tupo, mzee tupo tupo, utatumaliza mzee tupo tupo, mzee tupo tupo, utatumaliza. Vipi? Imekuwaje? Mkuu, yule mtu sisi tumemshinda. Ati? Mtu mmemshindwa? Yaani watu wawili mnasema mtu mmoja mmemshinda kweli? Huu ni upumbavu kabisa huu. Mmemshinda watu wawili mtu mmoja? Yule mtu ana nguvu sana. Ametulinda hata sisi. Haiwezekani. Huu ni uzembe kabisa huu. Sasa niambie kitu kimoja. Haya mapambano hayaishi. Haya mapambano sema tutapambana naye mpaka damu ya mwisho kabisa. Hatalijua mimi ndio Mr. Tupo Tupo. Tahakikisha kwamba tutapambana naye mpaka nijue mwisho wake. Yaani mpaka tone la mwisho. Nasema hivi, tunatoka sasa hivi lakini hakika naongezea nguvu. Yule mtu lazima tupambane naye. Haya mashindano hayaishi bado, hayajaisha kabisa. Huu mpambano unaendelea, nasema hivyo. Mimi ndio najua mimi ndio Tupo Tupo. Umeelewa vizuri? Sawa, twende. Shike huyo. Mbute! Mbute! Naam baba. Unafanya nini huko? Naam baba. Kwani hujakula? Nimekula. Ila mara nyingi huwa tunashauriwa baada ya kula chakula nitakuwa tupate matunda
Ndio kama hivyo umeona nimetoka shamba, nilikuwa papai. Vizuri. Sasa mimi nilikuwa nataka kutoka, lakini mama yako akaniambia kwamba ulikuwa unaniulizia. Kulikoni? Ya baba, nilikuwa nimekuulizia. Samani, naomba nikuulize kitu. Uliza. Mamangu mimi yuko wapi? Mama yako yuko wapi? Ya. Aliniambia mimi kwa unaniuliza si mama yako? Sitaje baba? Hapana. Yaani namuulizia mamangu mzazi aliyenizaa mimi. Oh. Mama yako mzazi kama ulikuwa hujui, amefariki miaka kadhaa iliyopita. Wakati ukiwa mdogo. Baba, mamangu amefariki? Hasa mamangu anafarikije? Mama yako anafarikije? Hivi una akili sawa sawa? Nakuuliza mamangu sawa amefarikije baba? Amefariki ama anafariki watu wengine? Ameumwa, tumemuuguza, tumeshindwa kumuuguza, Mwenyezi Mungu mwenyewe amemchukua. Amefariki. Wewe ukisema amefarikije unamaanisha nini? Hapana. Ukisema hapana, unatakiwa uniambie hivi mama yako amekufa kwa nini? Baba, unaniuliza tena mimi mamangu amefariki nini? Sawa, mimi nimekosa jibu. Maana umeniuliza nimekujibu, ndio mimi ndo babako. Ya. Na umeniuliza mama yangu amefariki, nimekuambia mama yako aliumwa, tumemuuguza, baada ya kumuuguza Mwenyezi Mungu akupenda, amefariki. Wewe unakataa, natakiwa nikuulize wewe sasa, je, mama yako amekufaje? Lakini mimi swali nilianza kukuuliza wewe. Sasa nasema hivi, maswali ya kipumbavu kama hayo. Mwisho wako kuniuliza leo. Umeelewa eh? Kama mimi ni baba yako, koma kabisa kuniuliza maswali kama hayo. Sasa mamangu anafarikije? Na kwa nini sijajua? Kuna jambo. Yangu. Niambie. Mimi natoka. Unatoka tena? Wakati unaenda kuonana na wazee wenzangu. Hebu naomba tukaa chini kwanza mara moja tuongee. Sasa kuna nini mke wangu unajua da? Tunachukua mali zetu kinguvu, mazao yetu yawe yako kinguvu, uoe watoto wetu kinguvu. Ngoja kwanza. Peke hapo. Ana la kuzungumza. Ndio. Inabidi uangaliane na mwenzie. Mwanangu. Na? Mimi nimechoka. Umechoka nini tena mke wangu? Kitu gani kilichokuchosha kila siku? Nimechoka kila siku nimechoka. Umechoka nini? Nimechoka habari za huyo tupo. Zimefanyaje? Kuhusu mazao. Tupo wenzetu wote wamepeleka mazao. Sisi hatujapeleka. Inakuwaje? Mke wangu sinisha kuzungumza, lakini mimi simpelekei mazao mzee tupo. Kwa sababu mzee tupo anafanya ukatili. Kati wale mwanetu kinguvu, tena tumpelekee mazao kinguvu. Mimi swala hilo nimeshakwambia wewe liache, mimi sifanyi. Lakini mwanangu. Lakini nini? Si unajua habari zake? Ukatili wake. Hizo habari za mzee tupo, lakini wewe mke wangu ziwache. Nimekwambia mimi sipeleki mazao kwa mzee tupo. Mbona unashindwa kunielewa? Mbona unanichelewesha mimi nadhani unaona na wazee wenzangu? Mimi natoka nadhani unaona na wazee wenzangu. Lakini mzee Kumbu. Mbona wewe mbishi sana? Mimi lazima wewe usitekeleze mbishi, nimekwambia mimi sitekelezi kwa mzee tupo. Nikumbuke nini? Mimi naondoka bwana, wazee wenzangu wananichelewesha bwana. Umenielewa? Wewe unakaa tu na mzee tupo wewe kufanyaje? Tupo. Anapambana naye kabisa. Acha nijisukie ukele wangu. Ana mwatena hapa vijana wenzangu.
nataka niwaoneshe miujiza. Miujiza ambayo nyinyi wenyewe mtaishangaa. Miujiza gani? Naweza ukachukua mbegu mkapanda kwa muda huu na jioni mkavuna mazao. Inawezekanaje? Inawezekana. Maana nikawaambia ni miujiza. Najua mtashangaa. Uongo bwana. Naweza mkapanda sasa hivi mazao na jioni mkavuna. Waona mbegu hapa? Nikakosa. Nasubiria. Umeona huu mchanga? Eka hizo mbegu zao. Sasa natumai mniamini. Kweli. Wewe Mungu. Ndio nitafanya hivyo hivyo. Tapatia nini uwezo ambao wa kupanda mazao na kuvuna jioni na mzee Tuputupu asisumbue kwa lolote. Kweli. Niamini. Bwana. Basi nawatakieni jioni njema. Sawa. Baba weza. Tayari. Wewe marehemu mtarajiwa. Wewe unapata jeuri hiyo kuniita hiyo? Wewe unapata wapi hiyo jeuri ya kuniita mimi? Kwambia kifo chako kipo mkononi mwako. Ndio maana nikakutamkia hilo jina. Wewe nani unazungumza kama hivyo? Nimekuja kukwambia tu. Najua unauliza kwa watu. Na unajiuliza kuamini nani? Lakini unanijua fika. Wewe nakujuaje mimi wewe? Wakati mimi nikujua juzi tu hapa unakuja hapa unaweza kufanya fujo zako unakujua mimi. Nakujuaje? Nikumbuke vizuri, jiangalie hii sura. Alafu utajua mimi ni nani. Wewe nakumbuka wapi? Wewe umekuja juzi tu hapa unakuja kuleta habari zako fujo zako wewe. Wewe nani kwani wewe mpaka unitishe mimi hivi? Mimi ni nani? Mimi ni yule mtoto ambaye mama yangu ulimtupa msituni kwa kosa ambalo la kukuletea mazao wewe. Jamani, naomba mnisaidie. Jamani, wamenitupa huko porini, naomba mnisaidie. Jamani, nisaidieni, naomba mnisaidie. Jamani, nisaidieni. Naomba msaada jamani, wamenitupa huko porini, naomba msaada jamani. Wamenitupa na mtoto wangu jamani, nisaidieni. Wamenitupa na mtoto wangu, nisaidieni jamani. Niko na mtoto wangu jamani, nisaidieni. Naomba nisaidie. Niko huko porini, wamenifunga na mtoto wangu. Sasa mbona umekuja wewe mtoto? Naweza kunisaidia kweli? Hakuna mtu mwingine mkubwa huko nyuma ndiye anisaidie? Kwa macho yako ya kawaida unaniona mimi mdogo, lakini mimi ni mkubwa kupita hata wewe. Sasa utaweza kunisaidia kweli? Mimi kukusaidia wewe hapana.
kwa mila na desturi zetu za kijiji chetu kusaidia wewe. Labda nimsaidie huyo mtoto wako. Umsaidie mtoto wangu peke yake? Utaweza kweli kukaa na mtoto wangu? Utaweza kumtunza vizuri mtoto wangu? Basi kama utaweza kumtunza vizuri, naomba umchukue yeye tu, yeye ndio ngoni yangu. Naomba mtunze yeye. Naomba tu, mimi mwenyewe hata akiniwa simba, lakini yeye naomba nitunzie na kuomba. Unaondoka. Nadhani umenifahamu na nakutahadharisha, kama nilivyokuambia hapo mara kwanza, kifo chako kipo mkononi mwangu. Kwa hiyo jiandae. Siwezi. Haiwezekani kwamba kwenye mji wangu mimi afu mje mtu ananitabia tabia. Tutapambana mpaka damu ya mwisho. Siwezi kubaliana na ujinga kama huo. Mimi naitwa Mr. Mizarandenge, masikio ya dhahabu, askari staff. Wengi penda kuniita Dr. Tupa msingi kuamka. Mapato sindano, matumizi bure. Pesa kulogwa mgumu kufa. Sasa nasema hivi, ajue kabisa kwamba mimi ni mgumu kufa. Tutapambana mpaka damu ya mwisho hapa. Unachukua mali zetu kinguvu, mazao yetu yawe yako kinguvu, uwe watoto wetu kinguvu, uwe mzee tupo. Unachukua mali zetu kinguvu, mazao yetu yawe yako kinguvu, uwe watoto wetu kinguvu, uwe mzee tupo.